kutoka katika division ya Pacific ya Kusini ndani ya eneo la New Caledonia. Leo ninakuletea kisa cha kusisimua cha Hyacinth kinachosema maisha yangu mapya kabisa. Hyacinth kama mama wa familia pamoja na familia yake hawakuwa tayari kila mara kuhudhuria mkutano wa Kiadventista. Pamoja na kuwa waliona vipeperushi vingi kila mara katika sanduku lao la posta, lakini hawakufanya hivyo. Siku moja walipata nafasi ya kwenda, wakiambizana yeye na mume wake kwamba watakwenda kusikiliza tu na si vinginevyo. Lakini haikuwa hivyo siku hiyo. Walishangaa watoto wao walipopata marafiki wapya ghafla. Baada ya mkutano, Hyacinth na familia yake akiwamo mumewe aliyeitwa Bruno walikutana na kuongea na watu wachangamfu sana waliosimulia Mungu alivyobadilisha maisha yao. Kadri siku zilivyopita, walizidi kuhudhuria mikutano zaidi na zaidi, huku watoto wao wakisema walipenda sana mahubiri ya mchungaji, hasa katika mafundisho ya jinsi Mungu alivyoumba dunia. Hyacinth alizidi kuvutiwa na uimbaji wa kwaya kiasi kwamba machozi yalimlengalenga kila mara aliposikia ujumbe wa nyimbo zilizomgusa. Katika siku moja ndani ya juma la pili, mchungaji aliuliza iwapo kuna mtu yeyote aliyehitaji kubatizwa. Ghafla mtoto wao mkubwa alisema alihitaji kubatizwa. Walimshangaa sana. Hyacinth kwa wasiwasi alimwambia mwanawe kubatizwa si uamuzi mrahisi kama kununua chokoleti au kufanya kitu kingine. Japo hata yeye mwenyewe Hyacinth alifahamu kuwa hakuujua moyo wa mwanawe ilivyokuwa mfano wa Mungu alivyoujua. Mungu alishughulika pia na moyo wa Hyacinth taratibu. Kila mchungaji aliporudia kauli yake, lakini Hyacinth alizidi kusita. Jioni hiyo Hyacinth aliomba na kulia, huku akimuuliza Mungu afanye nini, kwa kuwa alihitaji kubatizwa. Siku iliyofuata, baada ya pia kutiwa moyo na wanandoa wa umri mkubwa wa pale kanisani katika mkutano ule, alisimama na kwenda mbele akipata nguvu mpya kutoka kwa Mungu. Huku machozi yakimtiririka kwa furaha, alibatizwa, lakini bila hata mumewe kujua. Hyacinth anamshukuru Mungu kwa ajili ya mumewe ambaye mpaka leo hajawahi kumzuia kutunza Sabato, na anatumaini kuwa familia yake pia siku moja wote watabatizwa. Tuchukue nafasi leo kuwaombea Hyacinth na familia yake. Sadaka ya 13 ya robo hii itasaidia kuanzisha kituo cha mvuto kule Wallis katika eneo la New Caledonia, kitakachowasaidia Waadventista kujenga madaraja ya ufahamu na urafiki pamoja na watu walio katika eneo lile. La kushangaza ni kuwa katika eneo la New Caledonia ni eneo lenye makanisa 6, makundi mawili pamoja na washiriki 1333 tu.